Naam, na kusalimu kwa wakati mwingine. Natumai kabisa mzima wa afya, na ni wakati mwingine tunaenda kutazama yale masuala yetu muhimu ambayo ni namna gani tunaweza kupata maswali yaliyo na competence based tunaoandalia watoto wetu katika mitihani na majaribio mbalimbali. Naam, uko nami, jina langu ni Alion H. Moria. Karibu. Somo tunaenda kupitia ni somo la business study, na ni somo pendwa kwangu, maana maisha yote, mambo yote yanayotuzunguka yote ni business. Nikiangalia sehemu mbalimbali katika mizunguko yetu yote, biashara ni kitu kikubwa. Na ukisikia mjasiriamali, ukisikia nani, wote ni biashara, viwanda, sijui nini, wote ni biashara. Na hili somo sasa ni somo ambalo kiukweli linahitaji maswali ambayo yamelenga kumjenga mwanafunzi. Yale tunayompatia kama mafundisho na mafunzo, learning na teaching materials, na ninaamini na kabisa zimeandaliwa vizuri, ni kwa ajili ya kutuinua, kwa ajili ya kukuza uelewa na kutengeneza kizazi ambacho kinaelewa nini maana ya biashara na chenye uelewa. Imekuwa kawaida kwenye masikio yetu competence based questions. Ni kurudishe kwenye nini maana ya competence based questions. Naam, competence based questions ni mfumo wa maswali ambao tunaandaa kwa ajili ya kujua, kutathmini, kupima ujuzi, maarifa na uwezo wa kutatua mambo kupitia kile alichojifunza. Na imani mpaka hapo kabisa tuko pamoja. Mara nyingi au mara zote hayaji kama maswali ya define, mention au state. Yanakuja ni maswali ya tufanye nini kwa hali kama hii, kwa hii situation, unapendekeza nini? Je, ni njia ipi bora tunaweza kuepuka tatizo hapa? Maana unasoma tatizo kwenye jamii na topic husika unaihusisha, alafu unampa mwanafunzi uwanda wa kuweza kutumia maarifa kila alichojifunza. Anaweza katumiaje kwenye situation hii ambayo ni problem? Kwa sababu nini, namna gani rahisi ambayo tunapata masuala ambayo ni competence based. Mara nyingi namna rahisi ambayo ya kutunga maswali ya competence based, namna rahisi ambayo maswali yanapatikana ni kwamba kuna context, problem solving, inafata application of knowledge, alafu mwishoni unaweka reasoning. Maana yake nini? Pale kwenye context ndo unaweka scenario, alafu baada ya scenario unaweka unasema unatafuta solution. Baada ya solution ni anatumiaje maarifa katika hilo, alafu mwishoni ni maamuzi, ungefanya nini, au kwa hali kama hiyo unafanya nini. Maanake mwisho unaweka reasoning. Namna iliyokuwa ya zamani ile ya define state ilikuwa inaenda moja kwa moja inajikita zaidi kwenye kukariri. Ilikuwa tunauliza sana kuhusu kukariri, ila kwa sasa hiyo tunaikataa. Tunaenda kwenye kutumia maarifa na sio kukariri. Maana yake imekaa hivi. Mfumo wa awali ulikuwa ni content based questions, ilikuwa kuna kukariri, lakini ukija kwenye competence based questions yanalenga kutumia maarifa. Naam, na content based ilikuwa inalenga majibu ya moja kwa moja, lakini competence based ni reasoning na maamuzi. Content based questions ilikuwa inataka majibu ya moja kwa moja, lakini competence based questions
inalenga reasoning na maamuzi. Nifafanue tena, competence based questions. Hatumuulizi mtoto unajua nini, bali unaweza kufanya nini kwa situation hii kupitia kile ulichojifunza. Hatupimi kile mtoto anakumbuka pekee, bali ni namna gani anaweza kutumia kile alichojifunza katika kutatua hali halisi. Kuna mfano huu hapa. Nahitaji kumuuliza mtoto nini biashara. Hiyo mwanafunzi yote wa business studies anajua kama definition inafahamika. Kwa mfumo wa competence based question, sintamuuliza ni nini biashara. Hapana. Nakuja na mfumo huu. Ili maisha yaende, yanahitaji biashara katika misingi ya maendeleo ya kundi husika na taifa lao. Ukiwa kama mwanafunzi wa kidato cha pili, wewe unaelewa nini kuhusu neno biashara? Naam, moja kwa moja hatajibu moja kwa moja. Ataangalia vizuri ile scenario na wapi napeleka na nini naongelea, alafu itamleta kwenye swali. Na swali lenyewe tumelenga ajibu biashara ni nini. Katika maswali namna tunatengeneza scenario, kuna kitu kikubwa ambacho ni kosa ambalo kuna mitihani, kuna maswali mengi ukiangalia unakuta ni makosa ambayo tunaona mara nyingi yanajirudia. Makosa yako hivi, kuna kosa liko hapa. Kuongeza story ndefu bila kubadili thinking. Yaani unatengeneza story ndefu haimfikishi mtu moja kwa moja kumuingiza kwenye swali. Ni story inakuja haihusiani na ile swali linaloenda kuuliza. Maanake hapa na tunachoshauri wakati wa kutunga maswali, fikiria scenario ambayo ipo kwenye swali, inaenda iko njia moja, iko pamoja na ile swali unaenda kuuliza, iko kwenye mazingira yale yale ya swali, usitoke nje ya mazingira ya swali. Kingine ni maswali yale ya direct, maswali unauliza ya moja kwa moja ambayo inapeleka kwenye definition au kwenye jibu la moja kwa moja bila kufikiria. Hayo ni kwenye ukariri, na wakati mlengo wetu sio kukariri pekee, bali ni kupima maarifa, namna gani anaweza kutatua. Maana yake lazima tutengeneze, tumtafute yeye anafikiria nini katika hali hii, anafanya nini. Tunahusisha hiyo hali na kile alichojifunza, ili tuone kama alichojifunza anaweza kukitumia kwenye kutatua hali iliyopo mbele katika swali. Nina swali hapa ambalo nataka niliulize mwanafunzi wangu. Nakuja na mfano hivi. Bwana Juma ana mtaji wa Laki3. Anataka kufungua biashara ya kuuza juice karibu na shule. Na pale tayari kuna wafanyabiashara wawili ambao wanafanya biashara ile ile kama ya juice. Lakini wale hufungua biashara zao muda wa mchana pekee. Pendekeza njia mbili ambazo Juma anaweza kuzitumia kuvutia wateja zaidi. Eleza ni changamoto gani. Eleza moja tu, changamoto gani anaweza kukutana nayo Juma mwanzoni mwa biashara yake. Kama ungekuwa mshauri wa biashara wa Juma, ungemshauri afanye utafiti gani kabla ya kuanza biashara? Eleza sababu. Lazima tupime mtoto yale mambo ambayo silabasi yetu inatutaka tuyaulize, na tunapima vile ambavyo tunahitaji kuvipima kwa mtoto. Maana swali lenyewe linafikirisha, linarudi kwenye kutaja sifa za kwenye kumbukumbu, vile vile taja sifa za entrepreneurship, toa ushauri, eleza hiki na hiki, lakini bado zipo kwenye context ile ile. Na ukiangalia swali zima bado yuko kwenye mtiririko ule ule. Swali la namna hii ni swali ambalo linapima uelewa, ujuzi, ufafanuzi, namna ya kupambanua, kuchanganua majibu. Yaani linakuza
understanding ya mtoto, na linatuonyesha linatuonyesha kwamba huyu mtoto ukweli katika maisha halisi haya anayojifunza anaweza kuyatumia, na ndio mlengo wa competence based questions, kwamba watoto watengenezwe hata wanapotoka nje ya shule waweze kuishi, wanapokuwa katika maisha ambayo sio ya kujibu mitihani, waweze kuishi yale maarifa ambao walipata shule. Hilo swali linakuwa limezingatia vigezo muhimu vya kuitwa ni swali bora, ni competence based na sio content based. Maanake hapa aliyekariri atatafuta jibu kwa muda mrefu sana, lakini ambaye ameelewa, ambaye tunalenga kupima, na yeye atapima swali na atakuja na majibu yote. Sina la ziada kwa wakati huu, na kushukuru kwa muda wote ambayo umetega sikio kusikiliza maarifa haya. Ni kukaribishe tena, maana vipindi bado vinakuja ni vingi, na mlengo wa vipindi vyote ni kwa ajili ya maarifa zaidi. Tuzidi kujua mengi katika masuala haya ya elimu. Jina langu ni Alion H. Moria. Ni kutakie wakati mzuri, uwe na afya njema, na nikukumbushe na nikusisitize, usiache kuuliza maswali, usiache kutoa maoni, maana kuna hoja tunazipokea zinajenga na zina mlengo wa kufungua wengine, maana sio kwamba maarifa tunayapata wote tunaelewa kwa wakati mmoja. Kuna wengine tunafahamu, kuna slow learners na fast learners. Manake katika kuuliza maswali wote tunaondoka tukiwa na kitu cha msingi na cha muhimu, na ambacho ndio lengo la kipindi hiki. Asante, usiache kufuatilia vipindi vingine.